Na nimegundua watu wengi wanachukia sana kuambiwa ukweli. Ndio maana leo nataka niongee na wewe ambaye unanisikiliza. Leo nitazungumzia kuhusu vitu vitano ili kuokoa muda, ila cha sita nitaongea cha ziada, ndio kitu ambacho kitakusaidia zaidi kwenye maisha. Kitu cha kwanza, epukana na mrundikano wa madeni. Yaani usiwe ni mtu ambaye unaweza kukopa sana kwa vitu ambavyo sio vya msingi ili kwenda kununua vitu ambavyo ni liabilities au vitu ambavyo vitaendelea kukuweka kwenye madeni. Ukiwa ni mwepesi wa kukopa sana, hutojua cash flow yako, hutojua mtiririko wa pesa zako unaenda wapi. Kwenye maisha yako jifunze kutokana na makosa yako wewe mwenyewe, lakini pia jifunze kutokana na makosa ya watu wengine. Usijutie na usijilaumu kwa kosa ambalo umelifanya, lakini jifunze kwa makosa uliyowahi kuyafanya ili kesho asijirudie. Tenga muda wa kujifunza kutokana kwa watu waliokutangulia, kwa sababu wao wana maarifa zaidi kuhusiana na hicho kitu ambacho unakifanya au kitu ambacho unatamani kujifunza. Japo kwa dunia sasa watu wengi hawapendi sana kushare material, vitu ambavyo wanavijua, wakiamini kwamba kufanya kwao vile itawaondolea ile hali ambao wanaitoa kwa watu wengine. Fupi huo unakuwa ni uchoyo wa maarifa. Kwa sababu jiulize, kama watu wengine wangekuwa choyo wa material ambao wamekupa, wewe ungeweza kufika hapo ulipo? Nadhani jibu na kingine, jaribu kufanya vitu vyako kwa ubora. Chagua njia ambayo itakuwa ni nzuri zaidi kuweza kukutofautisha na watu wengine. Hudumia watu wako kwa ukarimu, kuja na njia mbadala ambazo zitakufanya wateja wako wakupende. Tengeneza mazingira ambayo watu wataanza kukuamini. Kuwa mkarimu kwa wateja wako na watu watakupenda na wataanza kukuamini kupitia biashara yako na huduma unayoitoa. Ni pia kuwa ni mtu ambaye unapendelea kupangilia mambo yako. Kumbuka, unavyoweka plan sio kwamba unapoteza muda, inakupangilia wewe uweza kujua kwamba kesho unaamkaje. Mtu yote ambaye anaanza maisha au anatengeneza na anaianza siku pasipokuwa na plan ni mtu ambaye anaweza akawa na uwezekano mkubwa wa kushindwa kuweza kuyafikia malengo yake, ni kwa sababu hana plan, yani hajajipanga kwa ajili ya kitu chochote. Lakini kitu cha mwisho ni kwamba kwenye maisha kushindwa kupo. Kwa hiyo unapotokea anguko limekukuta kwenye maisha, inuka upya, jitahidi uweze kusonga mbele, sio ikawa anguko lako likaanza kupoteza. Wewe ni bora zaidi unavyojifikiria. Usiogope, nyanyuka, anza upya. Kuna watu wengi wameshindwa sana kwenye maisha, wamekuja kuwa na second chance. Kama unakumbuka wasanii wakuu maarufu, wengi wa bora zaidi kwa sababu walikubali kuwa na second chance. Kwa hiyo wewe nakuombea kwa Mungu, kama wewe ndiye tegemeo kwenye familia yenu, basi ukawa wa kwanza kufanikiwa na neema ya Mungu kushukie, ili siku moja tutakapokutana uje kusema kwamba maneno yangu yalikuwa na msaada.